Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Fikiria unakaa kwenye ukingo wa giza. Hatua moja tu na ndoto zako zote zitapotea. Walikuwa wakiimba kuhusu ushindi, lakini hakuna aliyejua kilichowangoja msituni mwa mgumba. Uko tayari kujua ukweli? Wasichana 12 waliovaa jezi zao za manjano nyeupe na sketi za bluu, macho yao yakimetameta kama nyota kwa furaha ya ushindi. Wao tu walihitimu kwenye shindano la kitaifa la kuimba. Sauti zao, safi kama maji ya kijito cha mlima, zilisikika kwenye jukwaa, zikifanya mioyo ya watazamaji ipige kwa furaha. Katika basi linalowarudisha kijijini kwao, kicheko, nyimbo na ndoto za kesho zilisikika. Lakini machoni mwao kulikuwa na cheche za matumaini, na hewani kulikuwa na hisia za hatari. Hakuna hata mmoja aliyegundua jinsi anga juu ya msitu wa mgumba lilivyoanza kugubika, kana kwamba jua limeamua kujificha. Ndani ya dereva mzee Baraka, ambaye mikono yake iliyokunjika ilishika usukani kwa nguvu, hisia za wasiwasi zilikuwa. Kuna kitu sio sawa, alijisemea kwa sauti ya chini, lakini akaendelea kuendesha basi mbele. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Ni nini kilichofichika kwenye giza hili? Na kwa nini moyo wa Baraka ulipiga kwa nguvu sana? Ghafla kwenye kona ya tatu, mlio mkubwa ulisikika. Tairi la mbele lilipasuka. Baraka alijaribu kwa nguvu zake zote kudhibiti basi lisiloanguka, lakini halikusaidia. Basi liligongwa, likateleza kwenye mawe na kupinduka kwa kelele ya kutisha. Kimya kizito kama jiwe la kaburi kilifunika msitu. Kimya hicho kilikatizwa na kilio cha maumivu na milio dhaifu. Sireni za polisi na mlio wa helikopta za Amref zilikata hewa. Walipofika waokoaji, walikumbana na janga, miili ya wasichana iliyotawanyika barabarani, baadhi yao wakiwa bado hai lakini wakivuja damu. Lakini kuna kitu kilikuwa cha ajabu. Kwenye lami, alama zilizochorwa kwa damu zilionekana, ishara ambazo hakuna mtu aliyeweza kuzielewa. Zilionekana kama zina uhai, kana kwamba zilinong'ona kitu cha kutisha. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Ni nani aliacha alama hizi? Na zilificha nini? Katika kijiji cha Mwembeni, mwanamke mmoja aitwaye Bikoko alikimbilia eneo la ajali, kilio chake kikienea milimani. Yeye alijua. Wiki moja kabla aliota ndoto mbaya, basi lililojaa moshi mweusi na wasichana wakipotea mmoja baada ya mwingine. Alijaribu kuwaambia wote, lakini nani husikiliza ndoto za wazee? Hizo ni hadithi za kubuni tu, waliocheka watu. Lakini sasa, akisimama kwenye magofu, Bikoko alihisi moyo wake ukibana kwa hofu. Polisi waligundua kitu cha kushangaza zaidi. Breki za basi hazikuwa zimekatika. Hii haikuwa ajali ya kawaida. Walionusurika walianza kunong'ona kuhusu kivuli kilichozuia basi lao sekunde chache kabla ya ajali. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, hicho kilikuwa kivuli tu? Au mtu fulani alitaka kifo chao? Katika kijiji cha Mwembeni kulikuwa na shule ya wasichana wenye vipaji vya ajabu. Sauti zao zingeweza kuwafanya ndege wakae kimya kwa kustaajabu. Walifanya mazoezi kwa miezi kadhaa kwa ajili ya shindano la kitaifa, na kijiji kizima kilikuwa kiliwashikia. Siku ya safari, wasichana walikusanyika kwenye uwanja wa shule, jezi zao za manjano nyeupe na sketi za bluu zikimetameta chini ya jua la asubuhi. Tabasamu zao zilizojaa matumaini ziliangaza nyuso zao. Hata mwalimu mkuu alikuwepo kuwaaga, akiwabariki kwa ushindi. Lakini asubuhi ilichafuka na kuonekana kwa Bikoko. Alivamia uwanja akipiga kelele, msiondoke. Nimeona moto na moshi kwenye basi. Kivuli kinawafuata. Sauti yake ilitetemeka, lakini wasichana walicheka tu. Hizo ni hadithi za wazee tu. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Kwa nini Bikoko alikuwa na hakika hivyo? Na aliona nini kwenye ndoto yake? Lakini kulikuwa na mtu mwingine ambaye kivuli chake kilifuatilia wasichana kimya kimya. Rehema, msichana ambaye aliondolewa kwenye kwaya kwa kutosha kuimba. Alisimama kando wakati wengine wakijiandaa kwa safari. Macho yake yaliwaka moto wa chuki. Kwa nini wao na si mimi? Alifikiria, akibana ngumi. Alinyamaza, lakini ndani yake dhoruba ilikuwa ikipamba moto. Basi lilipoondoka, Rehema alibaki kijijini,
lakini moyo wake ulikuwa ukiunda mipango ya kulipiza kisasi. Alinong'ona laana ambazo hakuna aliyezisikia. Wakati huo huo, wasichana, bila kujua chochote, waliimba kwenye basi, wakielekea mjini mkuu. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Rehema alikuwa akificha nini? Na alikuwa tayari kwenda mbali kiasi gani? Mjini mkuu, wasichana walishiriki kwenye shindano na wakashinda. Sauti zao ziliwavutia wote, na walirudi hotelini wakiwa na taji la ushindi, kicheko na muziki. Lakini furaha yao haikudumu. Asubuhi iliyofuata, walipopanda tena basi kurudi kijijini, kitu kilibadilika. Msitu wa mgumba ambao njia yao ilipitia, ulionekana kama una uhai. Vivuli vilisogea kati ya miti, na hewa ikawa nzito, kama kabla ya dhoruba. Ghafla mlio ule ulisikika, na basi likapinduka. Damu, kilio, alama za ajabu barabarani, na kivuli chenye macho mekundu, kilichoonekana sekunde ya mwisho. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, kivuli hicho kilikuwa cha kweli? Au kilikuwa ni fikira tu? Siku 2 baada ya ajali, Bikoko hakuweza kulala. Aliteseka na ndoto mpya ya kutisha zaidi. Aliona mti mkubwa wa miiba, na chini yake msichana aliyesimama akiwa amevaa jezi ya shule, manjano nyeupe na sketi ya bluu. Alikuwa akicheka, akiwa ameshika gari ndogo la kuchezea, na akalipiga chini. Bikoko alipotazama kwa makini, alitambua uso wake. Alikuwa Rehema. Ni yeye ndiye aliyewasukuma kwenye shimo. Bikoko alipiga kelele, akiamka akiwa na jasho baridi. Moyo wake ulipiga kwa nguvu, lakini alijua hii haikuwa ndoto ya kawaida. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Ni nini kilichomudwisha Rehema na ajali hiyo? Na Bikoko atagunduaje ukweli? Bikoko aliamua kuchukua hatua. Alianza kumudwisha Rehema, ambaye kimya chake kilionekana kama kelele zaidi kuliko maneno yoyote. Siku ya kwanza, aliingia nyumbani kwa Rehema kwa kisingizio cha kusalimia. Macho yake yaliona kitu cha ajabu. Kwenye mlango kulikuwa na majivu mekundu yaliyotawanyika, kana kwamba mtu aliacha alama. Na kwenye ukumbi kulikuwa na mtungi uliofungwa kwa kitambaa, nyeupe na bluu, kama jezi ya shule. Mama yake Rehema, akiwa ameketi nje ya nyumba, alisema, Rehema karibu hatoki nje. Anawakosa sana rafiki zake. Lakini Bikoko alihisi, nyuma ya kimya hicho kulikuwa na kitu cha giza. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Alama hizi zilimaanisha nini? Na Rehema alikuwa akificha nini? Usiku, Bikoko alienda kwa rafiki yake wa zamani, mtabiri wa kijiji. Alimweleza kuhusu ndoto zake, majivu na kivuli cha ajabu. Mzee alimsikiliza kwa makini na akasema, Rehema alidhalilishwa. Hawakumchukua kwenye kwaya, na hiyo ilimudwisha. Alienda kwa wachawi wa kijiji cha jirani. Walimpa nguvu, lakini kwa bei ya kutisha. Bikoko alirudi nyumbani, mawazo yake yakichanganyika. Alikusanya watoto wa kijiji waliomudwisha Rehema na kuanza kuuliza maswali. Mtoto mmoja alikiri, Rehema alisema, mtaona nani mkubwa hapa. Watajuta kwa kunidhalilisha hivi. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, Rehema alikuwa na uwezo wa kufanya uovu huo? Na alifanya nini? Picha ilianza kuwa wazi. Rehema hakukuwa na wivu tu, alitaka kuwa nyota pekee, hata ikiwa ingemudwisha kuwaharibu wengine. Aliona aibu kwa kushindwa kuimba, na akachagua njia ya giza. Katika ndoto nyingine, Bikoko alimuduona Rehema kwenye korido ya shule. Mikononi mwake alikuwa na shanga nyeusi zilizotengenezwa kwa nywele. Alinong'ona, mimi ndiye nitaamua nani atakayebaki hapa. Bikoko aliamka akiwa na azimio. Alijua, Rehema ndiye ufunguo wa kila kitu. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, Bikoko ataweza kumudwisha Rehema kabla haijachelewa? Katika usiku wa manane, Bikoko alienda nyumbani kwa Rehema. Hewa ilibadilika, ikawa baridi, kana kwamba kivuli kilipuliza shingoni mwake. Aligonga mlango kwa nguvu na kudai. Baada ya kungoja kwa muda, Rehema alifungua. Macho yake yalikuwa mekundu kama makaa, na uso wake ulikuwa mweupe kama roho. Bikoko aliingia bila mwaliko. Nimekuona kwenye ndoto zangu, mtoto wangu. Najua maumivu yako, lakini umechagua njia mbaya.
Rehema alitetemeka, akaketi sakafuni na machozi yakaanza kumuduoka. Lakini nyuma ya machozi hayo kulikuwa na giza. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, Rehema atakiri? Au giza ndani yake ni kali sana? Rehema alianza kuzungumza, sauti yake ikitetemeka. Walisema siwezi kuimba. Walinidhalilisha mbele ya wote. Sikustahili kusahaulika. Alielezea jinsi alivyokwenda kwa mganga wa kijiji cha jirani. Alimpa shanga nyeusi na nywele za rafiki zake ili kuzifunga roho zao. Hakujua kwamba hiyo ingechukua maisha yao. Bikoko alimsogelea kwa upole. Maumivu yako yamekupofusha, mtoto wangu. Umekunywa sumu ya chuki, lakini wewe ndiye unaumia zaidi. Alimuduika Rehema mkono, akaanza kuomba na kumuduimiza maji ya baraka. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Je, Rehema ataweza kuokolewa kutoka kwenye giza? Au dhambi yake ni kubwa sana? Rehema alihisi faraja, kana kwamba mzigo ulianguka kutoka mabegani mwake. Siku iliyofuata alipelekwa mbele ya kijiji kizima. Machozi yalimuduoka kwenye mashavu yake alipoelezea jinsi wivu ulivyomuduisha kwenda kwa mganga, jinsi alivyotaka kulipiza kisasi kwa kudhalilishwa. Wazazi na walimu walilia, wakigundua kuwa maneno yao yalimuumiza, lakini kisasi chake kilileta vifo. Bikoko alisimama na kusema, leo tumuduifunza kuwa maneno yetu yanaweza kuharibu. Tujifunze kuwahifadhi wale walio dhaifu na kuwaheshimu juhudi zao. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Hadithi ya Rehema sio tu ya msiba. Ni somo la jinsi wivu unavyoweza kutuharibu kutoka ndani, lakini msamaha unaweza kurudisha mwanga. Alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota, alama ya nyota. Unafikiri nini kuhusu tendo la Rehema? Andika kwenye maoni. Jiandikishe ili usikose hadithi mpya, na tukutane kwenye video ijayo. Mimi ni Dido Oj na hii ni Tanzania Tales. Kwa heri.